Naitwa Isaac Munisi, mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa wa Kilimanjaro. Nimeambatana kwenu na wajumbe wangu wa kamati ya utendaji. Sababu kubwa ya kuwaita au kuomba kukutana na nyinyi, kuna sintofahamu imejitokeza kati yenu nyinyi waandishi wa habari. Nikaona ni vizuri niwaite na niliweke hili jambo sawa, na wana Kilimanjaro wajue kupitia nyinyi, na ikiwezekana Watanzania wote wafahamu kupitia nyinyi. Juzi nilipigiwa simu na waandishi wa habari wawili wakimwombea mtu endorsement, na mmoja alipiga karibu mara 5. Sasa nikaona siwezi kujibu watu wote, na nimeenda kwenye mitandao, nimeona jambo hili likiendelea. Lakini nilivyoona haya naendelea, ilibidi niite wajumbe wangu wa kamati ya utendaji waje hapa wasikie napoongea na umma Kilimanjaro na Watanzania juu ya swala hilo. Nataka tu ni waambieni, ni kweli endorsement sisi kama chama cha mpira mkoa wa Kilimanjaro tumetoa, na walobariki tutoe endorsement hiyo sio kamati ya utendaji tu. Hata mkutano mkuu wa KRFA uliofanyika Januari kwenye wilaya ya Moshi kwenye hoteli ya Snowview njia panda, tuliongelea hili jambo na tulilizungumza. Kwa wajumbe wote wa mkutano mkuu wa KRFA wanajua. Kwa nini niliongea kwenye mkutano mkuu wa KRFA? Sababu kubwa nyewe mnajua, waandishi wa habari, katikati ya mwezi Disemba mwaka jana tulipata bahati ya kuozi mkutano mkuu wa TFF ambao ulifanyikia kwenye ukumbi wa Kuringe. Bahati nzuri mkutano ule alitokea mjumbe mmoja ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, kakaangu Mangungu. Alinyoosha mkono akatoa jambo lake yeye. Bahati nzuri au mbaya, rais wa klabu ya Yanga akaunga mkono lile jambo hadharani. Watanzania wote walijua, watu wote walisikia. Mimi kama mwenyekiti wa Kilimanjaro na ambao ndio ulikuwa mwenyeji wa mkutano ule, nilipata bahati ya kukaribisha watu kwenda kula chakula. Niliona lile jambo ni zuri na lina afya kwa mpira wetu, na nikaona hatuna sababu hata sisi wajumbe kutokuliunga mkono. Sasa nikauliza, endorsement walimwombea Rais Wallace Karia, na watu watajiuliza kwa nini Karia? Hilo ni swali wa Tanzania wengi watajiuliza. Lakini pia najua Tanzania wengi wanajua ni kwa sababu gani imekuwa Karia na si mtu mwingine. Karia ni rais wa mfano. Ni rais ambaye amefanya mambo kwa mtu wa kawaida asojua mpira wetu ulipotokea na hapo ulipo ulikuwa wapi, hawezi kuelewa. Lakini wenye kujua wanajua. Kazi walizozifanya anajua, kuweka mahusiano kwenye mikoa, kwenye vilabu, kwenye nchi na nchi, kwenye bara la Afrika, kwa dunia, watu wote mnajua. Sina haja ya kulizungumzia kirefu, lakini mnajua ni rais wa mfano na amefanya mambo makubwa ambaye hayapimiki wala hayahesabiki. Hiyo ndo sababu kubwa. Kwa kweli litoka kwenye mkutano mkuu swala la endorsement na wajumbe wakaridhia. Mimi sioni sababu gani ya watu sasa hivi tunaanza kujibizana na kupiga kelele. Kuaminisha watu uwezo wa Karia ni jambo la msingi, na ana uwezo kweli. Ana uwezo kweli. Kwa hiyo baada ya sisi kuridhika kama mkoa, tuliridhia, na lile takwa lilikuwa la mkutano mkuu, na sisi kama KRFA nikalipeleka kwenye mkutano mkuu, nikaona itoshi tukaja kwenye kamati ya utendaji
Kwa ni kweli tulimpa Karia endorsement na anastahili kuongoza. Hiyo ndo sababu kubwa. Kwa sababu nilikuja kuombewa, nilisema na mwandishi wa habari mmoja, huyo mtu nilokuja kuombewa endorsement, sura la hatumjui, jina lake silifahamu, ndio nimelisoma kwenye mitandao. Jamani, hata kama ni nini, kweli tumefikia huko? Mtu ni mtu tu, aje kujaribisha kuongoza mpira. Na yeye namsikia, mimi nimemsikia kwenye, baada kuna nini mangalia kwenye mitandao, anakiri kwa kinywa chake, anakiri kwa kinywa chake uwezo wa Karia, na anasema nikipewa nafasi kutokea hapo nitachukua pale alipoishia. Sasa jamani, tuulizane, kama anakiri uwezo wa Karia, kwa nini si tutumie photocopy na wakati original iko na inaenda vizuri na wino unasomeka? Hiyo ndo sababu. Ni bora na uwezo wa kazi yake yeye na wasaidizi wake, kwa maana secretariat ya TFF, kwa maana kamati ya utendaji, wamefanya kazi na inaonekana. Kwani mwere wewe uione? Wewe mwandishi nguli, na ninajua uwezo wako, na unajua uwezo, tena una bahati umeshakutana naye zaidi ya mara 2-3 na ukazungumza naye. Ni uwezo, na kama yeye ana uwezo, kwa nini tumjaribishe mtu hata sura tumjui? Yuko leo Dar es Salaam, anakuja kuomba endorsement Kilimanjaro. Haya, amepata urais, si ndio atakimbilia kwenye makao makuu ya FIFA akae kule tusimwone msimu mzima? Hatuko kujaribu. Tunaposema lile jambo lilikuwa la mkutano mkuu wa TFF, ina maana ni Watanzania wote tulikuwa kwenye ule mkutano, na wote wameona hakuna mtu. Mimi nikueleze mdogo wangu, mimi na bahati niliwahi kucheza ligi kuu kama miaka 9-10. Huu mpira wa nchi mahali umetolewa na hapa ulipo ni kama umetolewa kule kwenye shimo chini ya machimbo ya dhahabu, kule chini inapotolewa dhahabu, umepelekwa anga ya juu kabisa. Kwa nini nakwambia? Mimi nimesha kucheza mpira, goalkeeper wangu Aldin Hashim kaeka goal kick, anarudi nyuma apige, kaja mtu anaitwa Kikumbizi, alikuwa anaitwa nani Kikumbizi? Godfrey Kikumbizi. Akapiga mpira wavuni, uwanja wa Majimaji huma mzima umejaa pale. Referee akasema waweke kati. Na hapa tulipo, ingetokea kwa kizazi hichi, nini kingetokea? Sio vurugu ndogo. Na bahati ya Karia Mungu alomjalia. Maana ile bahati sio watu wote, ni Mungu anakujalia. Amepitia stage zote za mpira, kuanzia kucheza, kuwa captain, kuwa katibu mipango wa klabu, kuongoza wilaya, mkoa, makamu wa rais, na sasa rais. Ina maana vitu vyote kutoka huku chini mpaka juu anavijua. Kaleta sasa AFCON kubwa, imebaki nini? Si World Cup. Na kwa njia anazokwenda na kazi anazofanya, tutegemee World Cup. Mimi juzi nimetoka Arusha. Pale Arusha tu viwanja vinavyojenga 5. Manispaa anajenga kiwanja, nimemsikia mdogo wangu Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha, kule Jenerutaya kiwanja, kule Soweto kiwanja, wanataka kuvunja ule Shemriabeli ile jukwaa kuu, waweke jukwaa la kisasa. Manispaa inajenga kiwanja kule Ola City. Si unaona? Na ile home ya Mwea na Kilimanjaro,